Katika siasa za Jamhuri ya Kenya tutakubaliana ya kwamba mna mwanasiasa ambaye ana profile, ama niseme amna mwanasiasa ambaye anatawasifu ambayo ina mambo mengi kuyapiku yale Raila Odinga amelifanyia Jamhuri la Kenya. Ila kwa mara yote tano ambayo Raila Odinga amejaribu kuwania kiti cha urais nchini Kenya na kutofaulu, story kadhaa na visa kadhaa vimepata kuchapishwa kuhusiana haswa ni kipi ambacho kimempinga Raila Odinga kuweza kufaulu kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya mara yote tano ambayo amepata kuweza kutofaulu kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Leo tunaangazia visa hivi na haswa kile kisa ambacho kimepata kuongelewa na kuchapishwa sana ni kile kinachomhusisha babake Raila Odinga ambaye ni mzee Jaramogi Oginga Odinga, ambaye inaaminika kwamba Jaramogi Oginga Odinga alimlaani Raila na kuweza kumkashifu kusema kwamba Raila atakuwa mwanasiasa tajika na maarufu nchini Kenya, ila hatowahi kikalia kiti cha rais wa Jamhuri ya Kenya, ambalo ni jambo ambalo watu wengi wamedai kwamba limemuinda Raila Odinga kwa miaka yote ambayo amejaribu kuwania kiti cha urais katika Jamhuri ya Kenya. Leo tunazamia katika kisa hiki na tunakuletea story yote kwa ufafanuzi, aswa tukiangazia siasa za mwaka 2022 ambazo tutasema ndio ilikuwa mara ya mwisho ya Raila Odinga kuweza kumake a move for the presidency. Now the year was in the year 1992. Ulikuwa ni mwaka wa 1992. Raila Odinga aliweza kuingia katika mkutano ambao ulikuwa umesimamiwa na babake Raila ambaye ni Jaramogi Oginga Odinga. Pamoja naye Raila alikuwa na vijana wenzake ambao inaaminika walimuunga mkono Mr. Odinga, Raila Odinga. Now the meeting allegedly was a Ford Kenya delegates conference in the city stadium in Nairobi. Raila Odinga confronted his father over matters discussed later. Jaramogi Oginga instructed his son to calm down to no avail. Alijaribu Jaramogi kuweza kumtuliza mwanawe Raila Odinga akimwambia mwanangu tulia. Now Raila hakumsikiza babake. This led to a heated debate between the father and son. Kukawa na mvutano na sitofahamu kubwa baina ya baba na mtoto. One thing led to another and the father cursed the son. Baada ya sitofahamu na mvutano baina ya Raila Odinga na babake mzee Jaramogi Oginga Odinga, mzee Jaramogi Oginga aliyetoa maneno chacho kinywani mwake ambayo hakupaswa kuyasema, ambayo yamemuwinda na kuweza kuidhulumu azimio ya Raila Odinga kuweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya miaka yote hii tokea kifo cha babake. Mr. Jaramogi Oginga cursed that Raila will get so close to power but never attain it. Pretty harsh for a father who loved his son. Baada ya kumlaani mwanawe, Jaramogi Oginga alipata kuiaga dunia miaka miwili baadaye bila kuweza kuondoa laana ile ambayo aliacha juu ya maisha yake Raila Odinga, ambayo imeweza kumuinda Raila Odinga kwa miaka yote hii katika ulingo wa siasa. Now according to outsourced information, Raila wanted to be the chieftain of his father's political party after the latter retired. Jaramogi, however, had different plans. He wanted someone else to lead the party and later on the individual would leave it to Raila. Ila Raila alisema yeye, mimi nipo tayari, I'm ready to become the party leader. So why are you giving somebody a position that is supposed to be mine? And I should be the one that should retain this position, not that somebody should hold it for me and wait for me to mature politically so that I will take over from them. No, I want to take over the position now. Now hapo ndipo vita ilizuka baina ya Raila na babake. Raila Odinga did not agree with his father, and it was for that reason that he made his own political party and aggravated his father. Now I shall quote his father. It is good that you have found it worthy to disrupt this conference. Remember, I started this struggle since independence, way before you were even born, Amolo. I have fought
Kenyatta and Moi, but never succeeded. I'm still struggling now to be the president of Kenya up to now. I want to tell you this. If your intention is to sink me down for a takeover, you will also struggle until your sunset days trying to be the president, and you will never be Amolo. Haya ni maneno ya mzee Jaramogi Oginga Odinga akielekeza kwa mwanawe kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Na inaonekana ni mambo ambayo yanatimia, maana Raila Odinga amepambana sana kuweza kupata nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, lakini ni kama lahana hii imemuwinda sana mzee Raila Odinga. Sasa tukiangazia uchaguzi wa mwaka 2022, with all evidence pointing to Ruto being the president of Kenya, only a miracle would have changed. Not Ruto being the president. With all evidence then pointing to Raila being the president, only a miracle would have changed that Ruto should and would come and beat his godfather in politics, Mr. Raila Amolo Odinga. Kwa sababu Ruto mwenyewe alifunzwa siasa na Raila Odinga. Hata ingawa alipokea mafunzo kutokea kwa mzee Daniel Moi, alipokea mafunzo mengi sana chini ya rafiki yake kama jinsi ambavyo wanamuita mzee Raila Amolo Odinga. But Raila Odinga alikuwa na vyombo vyote vya serikali, alikuwa na serikali chini yake. He had President Uhuru Kenyatta, he had CS of Interior, that is Mr. Fred Matiang'i. Alikuwa na wengine wote wa kumuunga mkono. Alikuwa na ICT CS, waziri wa utandawazi nchini Kenya, Mr. Musheru. Lakini kuwa na wote hawa, na pia alikuwa pamoja naye Inspector General of Police wakati ule ambaye alikuwa ni Nur Gabo, aliyekuwa amemrithi ila remote ambaye. Lakini wote hawa hawakumsaidia. Alikuwa na kiongozi wa DCI George Kinoti, hawakumsaidia kuweza kuclaim the presidency. Alikaribia sana na watu wakaona all signs are pointing to Raila being the president of the Republic of Kenya. Lakini mwisho wa siku akangatuliwa Raila na akachukua kijana mdogo William Samoei Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Ile laana ya babake Raila Odinga ikijidhibitisha tena kwa mara ya 5 tokea Raila alipopata kulaniwa mwaka 1992. Kile alichokifanya Raila ni kwamba he was so impatient to wait for his father to plan on how he will make his son the president of the nation. What Raila did, he planned a takeover and he went ahead to execute it. Na baada ya kusitofahamu baina yake na babake, Raila Odinga went ahead to form his own political party. Now, as he was planning a takeover. Na ukumbuka, Raila saw that yeye amepitia mengi sana kumpiku hata babake. Raila aliona mimi nimefungwa gerezani miaka kadhaa, nimeumizwa, nimefanywa mengi na hii serikali ya Moi. So mimi nina uwezo na nimepitia mengi hata kuliko yale ambayo mzee wangu ameyapitia. Hivyo, why shouldn't I take the mantle and run with it and become the president of the Republic of Kenya? But the father had a loose tongue and uttered some words that have haunted Raila Amolo Odinga for the rest of his life. Haniayo kwa sasa, tungane katika video zetu zijazo. This is FM Show. My name